There's something kwamba nimejifunza na society imeavoid sana kudiscuss such a thing. Stepfather issue. Kwa stepfather. And ni kwamba reality is always hard. Umeona story ya Kanyari na huyu jamaa anaitwa Tash? Yeah. Baada ya Betty Bayo kuaga dunia. Kanyari clearly ame stamp authority na amesimama kwamba as the primary father of these children. Yeah. Nobody is going to come in between me and my children. Lakini Kanyari lakini kweli nyie wa jamani, Kanyari amekuepo. Ndio. He's been an active father kwa maisha ya watoto wake. Sana. Kwa hivyo this is not news, guys. No. He's been there. I'm talking about the guy Tash. Mwenye alikuwa ameoa sasa Betty Bayo. Alikuwa amemuoa kweli? No, kwa sababu alikuwa most of the time wako naye. Betty ametuonesha, tumemuona. Anatembea naye, wanashikana mikono, wanaenda tour pamoja, wanaenda wapi pamoja. Mpaka watoto wanamuita daddy. Walikuwa anaita Tash daddy. Tash daddy, and of course wanamuita Kanyari at the same time daddy. So tunashuku kwamba did you guys hear the kids call this guy daddy? Yes, mpaka alikuwa anasema the first time hata wakimuintroduce. Waliintroduce kama daddy. Unakumbuka Tash akipeleka watoto kumuona Kanyari? Wakasema mpaka msana alikuwa anasema tu so we're going to meet daddy. So daddy, how are you going to take it? You know? So now Tash, what are his kids doing in America? I don't know. Na hii kitu ndo mimi nilikuwa naambia watu. Na mimi nyamaza tu. Acha ngwambie. Hii kitu ndo mimi niliambia watu. Uende ikao jamaa liachwa. There's no way you're going to come and parent people's kids. That is a thing. Lea wako. That is a thing. Hata watoto wa Betty wangekuwa na muita Tash. Ndio, wangeona Tash by the way. Ikienda sana Uncle Dan. Uncle Brown. Yes. Ama Uncle Jeans Skinny. Ama Uncle Light Skin. Uncle Manywele. Ishi hapo Uncle wa kofia. Ndio. Period. Ama rafiki wa mam. Because you can clearly see Kanyari is now behaving like the husband. Yes. Lakini naye Kanyari. What is it? Do you remember that day I said men take their wives for granted until they die? And then now you realize. And then sasa hapo ndio mtu yani analeta sarakasi. Ni kwa sababu ya responsibility. Unajua kenye wanaume avoid sana. Unajua women, your teachers, your nurses, your everything. So imagine mwanaume machia watoto, you don't know how to guide them. Kazi yako ni kupeana tu authority na kuprovide. But mwanamke anakuwa daktari, anakuwa mama, anakuwa mwalimu, she's everything. So imagine as a man unakaa hivi unaachwa peke yako unasema, sasa hii responsibility mimi naachiwa everything. So let's come back to being a stepfather. Tukuje tu kwa Tash. Kwamba society imeavoid kumongelesha boy child. Kwamba you man, even as you step in, kazi yako tu ni kuguide, probably na kuprovide, but you need to think about yourself too. Kazi yako hata, who are you guiding? People's kids, someone's child. Mtu wako na hiyo haki ni mwalimu. Peke yake, si wewe. Na pastor. Na hata pastor hapana. Ni mwalimu tu. Kwa sababu yeye ndiye anashindanga na mtoto wako like 3/4 the year. Because at the end of the day, these are not your children. Wewe ni bwana mkunaji. These are not your children as a man. Do what you came to do for the mom. Na uondoke. Waje kierere. Sasa ona. Because hai Tash sa ile kile kitu amebaki nayo tu ni memories. Amebaki tu na memories kwamba tulikuwa tunatembea na Betty, tulikuwa tunafanya na Betty, but he has nothing. You're not their biological father. So as a man, tafadhali, you need to think and rethink. Restructure your minds. And do things the right way. Jifikirie. Wacha ujinga. Good for him. Wacha afanywe a living example. Ndio mjue. Hiyo kierere tumeshaiongelea hapa na tukawaambia wanaume lakini hamsikiangi. Kwa sababu sasa hata watu wanamuona Kanyari, tunamuona Kanyari kabisa. Na family na nani, kila mtu, relatives wote. Boyfriend wana focus kwa Kanyari. Kwa Kanyari, lakini boyfriend sasa bwana mkunaji. Ulikuwa tu hapo na tight jeans hapo. Na t-shirts. Kushika na t-shirts kubwa hapo, you gone. No, idole yako ana t-shirt kubwa. Zimemshika. Ziko zinamshika hivi, afu. Hivyo. Haka kakishana kako wapi? Hapo. Hebu mwambie akuja atoe nguo zake bedroom. Sasa sijui. Abebe hizi jeans zake kode.
sijui sasa itaendaje, because now yes, the Iron Lady has rested. she has rested. You want to say kwamba Betty alikuwa everything? Kwani huyu jamaa silionekana alikuwa na pesa gani? Kwani Tasha na pesa? Wewe wacha mchezo. Mwanaume ako na do. Wacha ngwambie. Unataka kwa situation kama hii? Ndio. Mtu ako na hii sasa mpa. Ndio. Yeye ndiye kusema. So Kanyari ndo kusema. Sahi. Lakini mtu maybe Kanyari pia hana hii. Ndio. Lakini amemshinda. Ameshinda mwenzake. Tasha kuna do. Mimi nione nyuma ya kati nitakwambia. I go tell you, Muamerika na kitu. Otile kedo. Muamerika gani? Hadi sidi mtu amepanda tu dege. Fanya mchezo. Fanya mchezo. Sahi chief financer. Ndio watu wanasema Betty Bayo was a lady and a half. Iron lady. Sasa hivi yeye sijui ndio maisha yake ataendaje. Sijui ataingilia vipi. Sijui anatoka vipi. Lakini I guarantee you, if Tash had money, ndio yeye angekuwa ananguruma kwa hii mazishi ya Betty. Yeye ndiye angekuwa anatoa hata instructions that guys, we are gonna go and we are gonna plan like this. I need let's go. Yes, let's go.